Nimeona jana rafiki yangu Raila Odinga akisema maneno yenye mimi siwezi kuelewa. Alisema spika wa bunge huyu Papa wa Roma asipeleke miswada ambayo imepitishwa bunge kwa rais kuweka mkono. Ati nikienda ninakuwa compromised. Kwanza mkienda kwa mitandao mtaona wakati yeye alikuwa prime minister wa serikali na mzee Kibaki, yeye amesimama hapo anatabasamu, mzee Kibaki anaweka sahihi miswada na ule amepeleka alikuwa ni speaker Marende. Mbona hakusema wakati huo? Juzi president ameita mkutano ya viongozi wa mikono mitatu ya serikali, na iko mikono mitatu: the executive led by the president, the judiciary led by Mother Komi, and the legislature led by Papa wa Roma. Mikono ngapi? Tatu, of the same government. Sasa kama tunakutana kuboresha mambo ya nchi, iko shida gani? Iko shida gani? Na sisi tulikutana na president na chief justice. The president is not complaining, the chief justice is not complaining, the speaker is not complaining, but are those who are crying and wailing louder than the bereaved. Wewe ukiwa president mzee Raila, and thank God that you've never been and is unlikely that you will be. Kazi ya speaker, miswada ikipitishwa, Article 115 of the Constitution says the speaker presents the bill to the president for assent. So do we present by remote control? Hii mambo ni magumu. Unajua Shakespeare alisema, if you had kept your mouth shut, one would have thought you are clever. Lakini vile unasema ndio mambo inakuwa mbaya. Mambo ya Nzoia. Nataka kuwaomba wabunge wetu, nyinyi mlichaguliwa na wananchi kuwatetea na kuwafanyia kazi, na tufanye kazi yetu kwa ukweli. Mimi nikiwa speaker wenu, mnajua kwa bunge mlipitisha supplementary mwezi wa 11, na katika hiyo supplementary kulikuwa na shilingi bilioni 1 na milioni 700 ya sekta ya sukari. Kati ya hiyo zitaenda Muhoroni, Miwani, Chemelil mpaka Soni, na mgao wa Nzoia hapo ilikuwa ni milioni 300. Na pia mnajua hiyo pesa tayari iko kwa Ministry ya Agriculture, na Minister Linturi ameambiwa na president kuja Nzoia next week, na mimi mwenyewe nitakuja na yeye na hao wabunge wetu wote kuleta hiyo pesa kulipa wakulima madeni ya wakulima. Tuliambia gavana wetu Lusaka, na ametuma rambirambi zake, alitakana kuwa hapa lakini akashikana Nairobi kwa mkutano ya COG. Tuliambia mheshimiwa gavana wetu akatuma timu Nzoia ikaketi na management wakakagua vitabu ya wakulima, wakatuambia deni ya wakulima ni karibu milioni 250, na wabunge wakaongeza 50 ya kulipa part of the pending salaries kwa wafanyikazi. Nzoia sasa imeanza kusiaga miwa, na tumeuliza chairman juzi na wabunge wetu, akatuambia ile miwa wakulima wanapeleka, they are being paid every 2 weeks, but with the historical debts ambazo lazima tushughulikie.
Wakati tukikampeni tuliwaambia na tutazidi kuambia, mimi nikiwa kiongozi wenu, mimi nikiwa katika serikali kwa kiwango cha juu, hakuna hata siku moja tumezungumzia au kufikiria mambo ya kuuza Nzoia, na haitafanyika as long as we are there. Nzoia si factory. Nzoia ni ile shamba eka zaidi ya 15,000. That factory is worth less than 3-4 billion. Lakini hiyo shamba ni shamba ya mababu zetu, na president anajua. Hata tuliketi na yeye na hao wabunge tukasema matrakta ya National Youth Service na matrakta ya ADC ikuje Nzoia isaidie kulima hiyo nucleus. And I want to urge our leaders, unajua ukipewa nafasi kuwa kiongozi, kwanza ujiheshimu na uheshimu wale waliokupa hiyo nafasi. Tell Eugene Nzoia will not resurrect his political future. It will not. And Nzoia is not a resurrection garden. Nzoia is Nzoia Sugar Company, property ya watu wa Bungoma. Ambia wa mwenyeji Nzoia will not resurrect his political fortune. Makali ndio mbunge wetu wa Kandui na ataendelea kuwa mbunge wetu. Hao wabunge na mbunge wangu wa Kabuchai, na kuomba kijana yetu pia tuliza boli kidogo.